akafufuka. Hiyo ndio ilitupa nguvu ya sisi kuweza kutembea na kuweza kubeba msalaba, na ili tuweze kufika hadi ambapo Bwana Yesu anataka tufike. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana kwa neno la baraka. Ni saa hii, wakati huu tunaenda kujifunza kuhusu maisha ya dhambi yatazuia baraka zako. Maisha ya dhambi yatazuia baraka zako, na watu wengi hawajai kujua. Bwana asifiwe. Na ndio na asilimia kubwa ya Wakristo au watu ambao tunasema tumeokoka hatuko sawa. Bwana asifiwe. Hatuko sawa. Manake sisi wenyewe maisha yetu tunayoishi hatufai kuwa vile tulivyo leo hii. Tunatembea katika hali ya kushindwa, hali ya umaskini, hali ya mateso, hali ya kuonewa, na angali tunasema tuna Yesu ndani yetu. Bwana asifiwe. Sema salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje. Yesu mwenyewe akafundisha wanafunzi wake, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu uwe wapi? Uwe ndani yako. Na ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako, wewe ni mtawala na unatembea katika maisha ya ushindi. Unajua, kwa mfalme hakuna umaskini. Kwa mfalme kuna kila kitu. Bwana asifiwe. Kwa mfalme kuna nini? Kuna kila kitu. Na kwa sababu Yesu yuko ndani yetu, anatuwezesha kuishi maisha ya kushinda. Hapa duniani kuna mambo au changamoto ambazo zinaweza kuwa ni sababu ya Mkristo kutembea katika maisha ya kushindwa. Changamoto zinafanya Mkristo anatembea katika maisha ya kushindwa na sio maisha ya ushindi. Lakini Mkristo anaona changamoto, hamuoni Mungu. Ukitaka upate ushindi katika maisha ya wokovu, kila unachokutana nacho iwe kinakupinga katika hali yote ya kufanikiwa, iwe ni kiroho, iwe ni kimwili, lazima ukione kwamba hakina uwezo zaidi ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Lazima ukione hakina uwezo zaidi ya Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu wewe una Mungu ndani yako. Una Mungu ndani yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Hata Mungu anapokuona, anapokuangalia ukiwa ni mtoto wa Mungu, hakuoni ukiwa ni kwa kawaida, na hataki uishi maisha ya kawaida. Yeye mwenyewe anataka uishi kama yeye. Haleluya. Ndio maana akatupa advice ya kujua kwamba kama ile kitabu cha Yohana 10:34-35, sema wale waliojiliwa na neno lake aliwaita kwa miungu. Psalms 82:6 aliwaita miungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ndio lazima
uamini kwamba wewe sio mtu wa kawaida, na lazima uamini wewe ni Mungu ndio uweze kutembea kama Mungu anavyotembea. Haleluya. Lazima uamini kwamba wewe unafanana na Mungu, wewe ni mfano wa Mungu na unaweza kufanya kama Mungu, ndio uweze kuishi kama Mungu. Manake Mungu hajawahi kushindwa. Bwana asifiwe. Na kama Mungu hajawahi kushindwa, hata wewe uweze ukashindwa. Manake huyo Mungu ambaye hajawahi kushindwa ndio huyo uliyempokea na yuko ndani yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na kama yuko ndani yako, anatawala ndani yako, wewe sio mtu wa kushindwa. Wewe ni mtu wa kushinda. Na mfano tunaopata kwa Yesu wakati anapotoka mlimani ameenda kuomba siku 40. Kama vile mtumishi wa Bwana ndio. Enda kufunga siku 40. Akasikia njaa. Akasikia nini? Njaa. Na mjaribu shetani yule alijua sasa huo ndio wakati wa kwenda kumjaribu, maana anasikia njaa. Haleluya. Na akaenda kumjaribu. Bwana sifiwe. Lakini alishindwa. Wakati mwingine kama Wakristo huwa tunashindwa wakati ambapo tunaingia wapi? Kwenye majaribu. Haleluya. Bwana sifiwe. Wakati tunaingia wapi? Kwenye majaribu. Badala tumuone Mungu, tunaona majaribu. Badala tumuone Mungu kwenye majaribu, tunaona majaribu. Na ukiona majaribu utaona kushindwa, lakini ukiona Mungu utaona kushinda. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Yesu makofi mazuri. Kama kuna mtu ananielewa. Ili usitembee tena kinyonge. Haleluya. Usitembee tena kama mtu hajielewi. Lazima utamani ukae kama nani? Ukae kama Mungu. Usitamani kukaa kama Mungu utakapofika mbinguni. Maana kule mbinguni hakuna changamoto. Haleluya. Utakapofika mbinguni hakuna kujaribiwa kule. Majaribu ni hapa duniani. Changamoto ziko hapa duniani. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ili uweze kuishinda dunia, uweze kushinda hapa duniani, lazima uamini wewe ni kama Mungu na unaweza kufanya kama Mungu. Haleluya. Mtoto wa nyoka ni nyoka, mtoto wa mbuzi ni mbuzi, mtoto wa ng'ombe ni ng'ombe. Haleluya. Na mtoto wa Mungu ndio maana kawaida ni Mungu. Bwana asifiwe. Na kinacholeta matatizo sana sasa katika maisha yetu sisi wa Kristo ndio wakati ambapo tunajichanganya. Haleluya. Na tunajichanganya wapi? Unakuta umefika mahali ambapo Mungu anataka kupima imani yako. Nataka kuangalia imani yako. Maana unapoenda shule ili upite mtihani, haleluya, upite ili uweze kwenda level nyingine, utoke primary, uende secondary, uende university, lazima kuna mtihani utakayopitia. Haleluya. Kuna mtihani utakaofanya unapomaliza primary. Ukifaulu unaenda secondary. Ukifika mwisho wa secondary kuna mtihani utafanya. Ukifaulu utaenda university. Ukifeli ukiwa primary, wewe enda secondary. Feli ukiwa secondary, wewe enda university. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ili uweze kutembea maisha ya ushindi kama mtoto wa Mungu, kuna mitihani ambayo Mungu analeta kwenye maisha yako, ambapo ukishinda hiyo mitihani itakunyanyua ikupeleke level nyingine, ili uweze kutembea kama Mungu, ufanye kama Mungu. Haleluya. Lazima uamini kwamba wewe ni Mungu
Haleluya. Yeye nikwambia Mungu wa herufi ndogo. Usitaka kutukufana. Lakini kumbuka kwamba Mungu hafanyi tena kazi sasa hivi. Haleluya. Amen. Alifanya akamaliza. Sasa wewe na mimi ndio tunafanya kazi. Haleluya. Amen. Na tunafanyaje kazi? Ile kazi ya Mungu alikuwa akifanya. Yesu anawaambia mtafanya kubwa kuliko hizi mlizozifanya. Nani mitume? Yesu alifanya ishara na maajabu, muujiza mingi. Akafua watu, akaponya watu. Akabariki watu. Haleluya. Amen. Alikula mikate watu 5,000 na samaki, sio? Haleluya. Akawaambia kwamba nyinyi mtafanya makubwa kuliko yale ambayo niliyafanya. Watumishi wake. Ambapo hata leo Yesu yuko, watumishi wake hawako. Wewe ndio uko mtumishi wa Bwana. Kina Paulo hawako, Petro hayuko, Stefano hayuko, Filipi hayuko. Sasa mimi na wewe ndio tuko. Na Mungu anatutegemea tufanye yale alifanya na tufanye makubwa kuliko yale aliyofanya. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Mungu anatuangalia, maana ashatuachia kazi. Ndio maana alienda kule kuzimu. Filipe akamwambia leo shetani, "Resa, nipe hizo funguo." Haleluya. Kwa nini anachukua funguo? Anachukua funguo ili aje akupatie wewe na mimi tuwe na mamlaka ya kufanya kile ambacho yeye alifanya. Haleluya. Ndio sababu mazuri. Si kama utanielewa. Alimnyang'anya zile funguo, maana angebaki nazo shetani kwamba angeendelea kututesa. Haleluya. Na hizi funguo anazichukua, anampa mtu ambaye ameokoka. Haleluya. Je, umeokoka? Kuna msemi tena. Amen. Je, umeokoka? Ndio. Haleluya. Kama umeokoka lazima ujue ulipewa nini? Kifunguo cha kufunga na kufungua. Yaani yale mamlaka Yesu alikuwa nayo, alikuja akakupea wewe. Sasa kila kilichokuwa kikifanya ukifanye na ufanye makubwa kuliko yale ambayo aliyafanya. Lakini huwezi kufanya kama haujaamini ya kwamba wewe unaweza kufanya kama nani? Kama Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hauwezi kufanya kama vile Yesu alifanya kama hujaamini kwamba unaweza kufanya kama Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Umeokoka, lakini itokee tu mtu ametoka kule nje amebeba maiti ya mtoto au maiti ya mtu. Akila ikienda hapo kwenye chini ya miguu yako, David, unaanza ukakimbia. Haleluya. Bwana asifiwe. Unaanza kwani? Yaani kuwekelea mtu mwenye homa mkono, unaanza kuwekelea. Anauma tumbo mkono, unaanza kumwekelea. Nauma kichwa, unaanza kumwekelea. Na pia aliye na mapepo unaanza kumwambia pepo toka. Haleluya. Yaani unaamini hata kama unakuwa na kamashaka kidogo, unaamini unaweza kuombea mtu mwenye pepo liondoke. Naweza kuombea kichwa kipone, tumbo lipone, kansa ipone, kifua kipone. Lakini ukiletewa maiti. Bwana asifiwe. Letewa maiti. Hata mtu akileta hapa saa hii, mtaniacha peke yangu. Bwana asifiwe. Usidanganye utakuwepo. Haleluya. Si wamesema wanaenda kuzika? Yes. Lakini mtu mmoja akasema hapana. Kuna mtumishi yuko pale anaitwa Temu. Hii mimi sitazika huyu mtu wangu, sitamzika. Nitampeleka, maana anasemaga ana Mungu, nitampeleka kwake. Haleluya. Amen. Ndio huyo amekuja. Ndio huyo amekuja. Pope Church. Niambie kama utasimama. Kama mtu aniacha hapa peke yangu nikingangana,
Haleluya. Yesu mwenyewe fanya nini? Yesu alifufua. Haleluya. Kama anasema tutafanya kama neno aliyofanya, ni kwamba hata sisi tutafufua. Haleluya. Na kama lazima tutafanya zaidi, na maana tutafanya zaidi hata kuliko vile ambavyo yeye alifanya, hata zaidi ya kufufua tutafanya. Ina maana unaanza kuambia hii plot hapo, unasema wewe plot sikutaki hapa. Wewe sikutaki hapa. Saa hii nakuhamisha uende ukabali kaburi ukakae huko. Kwa imani ikang'oka, sema kwa imani ikaondoka tena kama. Lakini mpendo, huwezi kufanya hivyo kama hujaamini kwamba wewe ni kama Mungu. Ni kama nalielewa. Huwezi kufanya hivyo kama hujaamini wewe kama ni kama. Lazima uamini wewe ni kama Mungu, ndio uweze kufanya kama Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Unaweza kufanya nini? Kama Mungu. Kwa hiyo mpendwa, kinachotusumbua sasa si Wakristo. Tunasema tunaokoka. Maisha yetu na Mungu hayako sawa. Haleluya. Amen. Maisha yetu na Mungu hayako sawa. Yamepinda. Haleluya. Amen. Yamepinda. Haleluya. Amen. Yamepinda. Hatujaamua kabisa kuwa na ushirika na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mtumishi wa Bwana amesema asipe, akasema hata kwenye ibada, kwenye kazi, na ni kama alikuwa anajishtaki mwenyewe. Haleluya. Kama kwenye kazi yeye anawahi. Glory to God. Amen. Endelee kwa huruma. Sisi lazima tufundishe. Bwana asifiwe. Amen. Alikuwa kwenye kazi wanawahi ili bosi asimfute kazi. Lakini kwenye ibada uchelewa. Haleluya. Why? Alafu nasema kwamba utaombea hiyo maiti ya mtu. Inamkadi. Hata hiyo homa wewe ukafanya hiyo homa. Haleluya. Amen. Maana wewe mwenyewe hujakubali kwamba Mungu anaweza kukusaidia. Mungu anakusaidiaje? Mungu unapokuwa karibu na yeye, unapompenda na kumtumikia, anakupa nguvu zake. Haleluya. Amen. Kwa nguvu zake kwa sababu anajua kwamba wewe tegemeo lako umemwekea yeye. Shida mnangoja nisome Bible. Hilo ndio neno hilo sasa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Mungu mwenyewe utakapomwamini, haleluya, amen, na kumpenda na kuwa mwaminifu kwake na kutaka kumtumikia, Bwana asifiwe. Amen. Sababu anayetaka kuiponya nafsi yake ataiangamiza, lakini atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ataiponya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini haya majukumu yote haya mmeachiaga wachungaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haya majukumu mmeachiaga wachungaji, ndio wanawahi kanisani na ndio wanatoka wa mwisho. Haleluya. Bwana asifiwe. Ili kujitoa, kutoa maisha na nafsi kwa Mungu, wachungaji ndio wanajitoa kwa Mungu, ndio wanatoa sacrifice kwa Mungu, lakini washirika wako tayari. Mtanipenda. Haleluya. Nataka utoke mahali ulipo. Si unataka ufanikiwe, nataka utembee na nguvu za Mungu. Why? Huwezi kutembea na nguvu za Mungu katika mafanikio kama wewe mwenyewe haujaamua ya kwamba mimi ya kwamba mimi Mungu nataka nifanane na wewe. Musa kutoka na 3:14. Wewe anasoma pale. Sikila Musa. Sijui kwa nini Mungu anaongea hivi. Haiko ni ujumbe wangu. Haleluya. Umesikia tu inakuja. Bwana asifiwe. Mwangalie Musa pale ile kutoka na 3. Haleluya. Huyu Musa alitembea na Mungu. Huyu ni mtu ambaye sasa dhambi haiko na nafasi kwenye maisha yake. Haiko na nafasi kwenye maisha yake, si ndio?
na alimwona Mungu ni maisha. Ndio maana tutaenda na 3:14 inasema, akasema uso wako utakwenda pamoja nawe. Tuanzie pale twende. Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe huku nijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Mungu alimwambia Musa, ninakujua jina lako na umepata neema. Huyu Mungu tunayemtumikia anakujua na neema iko, ndio maana umeokoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Musa anasema, akamwambia uso wako utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Nani anamwambia? Mungu. Mwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja nani? Anamwambia uso wako. Musa anamwambia Mungu, nakwambia uso wako anakwambia. Akasema Mungu kwanza akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Mungu anamwambia nani? Musa. Kuna kitu nimekuwa nikiongea hapo kabla nisome hii scripture. Hii mstari hapo, kwamba unamhitaji Mungu zaidi ili akupe nguvu ambazo zitasababisha uwe kama yeye, alafu ufanye kama yeye, alafu uishi kama yeye. Bwana sifu. Najua Mungu anaye kulala acha. Hata kula haya. Anasema tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kama tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na ametuita Mungu pale mbeleni, si anataka tuishi kae kama yeye. Tukiwa duniani tutawale. Haleluya. Tukiwa hapa tutawale. Kila tunachokitaka kiwe ni haki yetu. Haleluya. Ndipo anamwambia umepata neema. Anamwambia uso wangu utakwenda pamoja na wewe. Kwa nini Mungu anamwambia hivi? Na huyu mtu alikuwa anampenda Mungu, anamtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Alimpendeza Mungu. Sikiliza sasa Musa anamwambia Mungu, pamoja na Mungu kwambia uso wangu utaenda pamoja na wewe. Bado Musa anataka uhakika. Haleluya. Anataka hakikishe kama kweli Mungu amesema kweli ama ananidanganya. Huyu jamaa hapa anataka aende peke yake. Wakati mwingine unakuta sisi tunaenda peke yetu. Ukienda kufungua hiyo biashara haumuulizi Mungu, nikafungue mtaa gani au nikafungue biashara gani? Bwana asifiwe. Haleluya. Unapoenda kuomba hiyo kazi haumuulizi Mungu, hiyo kazi inanifanya nifanye ama hapana. Ndio maana wale wanaandika hiyo kazi. Ukija kule ndani unakutana na mambo ambayo yatakutesa. Ni kwa mfano kama sasa hivi useme unataka kutafuta mahali wakutafutie passport uende Saudi Arabia kafanye kazi ya leo. Anamwambia Saudi Arabia sio kuzuri. Haleluya. Wengi wamepitia mateso na wanakufa. Wanaua. Mfano nafundisha hivi. Ili uweze kuwa na Mungu karibu, uishi maisha ya ushindi, lazima mwenyewe ujikomiti kwa Mungu. Haleluya. Na uhakikishe kuwa uko na Mungu siku zote za maisha yako. Ndio pamoja na Mungu kumwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja na wewe. Sikiliza Musa anamwambia ni Mungu. Na Musa, haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Musa ile 15. Naye akamwambia uso wako usipokwenda pamoja na mimi, usituchukue kutoka hapa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Musa anamwambia nani? Mungu. Kama uso wako hautaenda pamoja na mimi. Kumbuka Musa ni kiongozi. Haleluya. Amen.
Bwana asifiwe. Pesa wako mazuri. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nani? Haleluya. Amen. Sio usipokwenda pamoja nasi. Uso wako usipokwenda pamoja nani? Kumbuka kuna wingi. Anamwambia usituchukue hapa. Kwamba Musa anataka uso wa Mungu uende pamoja na yeye. Ndio wale kuachukua mahali pale kwa sababu yeye ni kiongozi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Nimekuja nikwambie kwamba ni vizuri sana utengeneze uhusiano wako na Mungu ili uweze kuona furaha ya wokovu kwenye maisha yako. Kama Mungu hatakuwa ndani yako. Haleluya. Kama Mungu hatakuwa pamoja na wewe, maisha unayoishi hapa hawezi kuona furaha ya wokovu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hawezi kuona furaha na hivi huyu Mungu sasa atembee na wewe ili uone furaha ya wokovu, lazima umtafute kwa bidii na utamani awe sehemu ya maisha yako. Na Mungu hakai mahali palipo pachafu. Haleluya. Unamtakaje Mungu na wakati maisha yako hayako sawa na Mungu? Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mungu hakai mahali palipo pachafu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mungu hana urafiki na dhambi. Haleluya. Amen. Lakini uhai tumeokoka, lakini huyu Mungu hatujamuona kwenye maisha yetu. Hata wakati mwingine tunaomba lakini hatusikia akisema na sisi. Haleluya. Na nisika kuuliza kwenye majaribu sana, kuuliza Mungu aliongea na mara mwisho lini? Ukashindwa kunijibu. Haleluya. Na sio ile ya kufikiria au ya kuwaza. Mara ya mwisho Mungu kuongea na wewe ilikuwa ni lini? Na kama aliongea na Musa, haleluya. Bwana akaongea na mitume, akaongea na manabii kina Elisha, haleluya. Hata leo hii huwa anaongea, lakini anaongea na nani? Nani ambaye, haleluya, ambaye anaweza kusema, au nani ambaye Mungu anaweza kusema leo nitampa huyu habari sana? Haleluya. Unakuta tuna struggle kwenye shughuli zetu za kimaisha, mambo yaendi, maana hatuna direction, na direction yetu tuliyokoka inatoka kwa Mungu. Kama aliongea na wewe, ulipoenda kuanza hiyo biashara, baada ya muda haikuendelea. Kama aliongea na wewe, lakini uliomba, ulifunga, lakini uliondoka kabla hajakuongelesha. Haleluya. Sikiliza Musa anambia, kama hutaenda na mimi usituchukue hapa. Unajua sio Musa anaamua aondoke pale. Hili si la condition ya Musa. Kwamba kama hautaenda na sisi, kumbuka ni Mungu anawachukua. Kumbe Mungu anaweza kuwachukua pale, lakini hataenda na wao. Kuna mtu anaelewa hapo? Anaweza kuwachukua pale mahali, lakini hataenda na wao. Lakini Musa anataka akiwachukua pale aende pamoja na wao. Amen. Haleluya. Amen. Yaani huyo Mungu akikupa hiyo kazi, wakati unapofanya hiyo kazi awe pamoja na wewe. Amen. Haleluya. Amen. Huyo Mungu aliyekwambia kaanzishe biashara kwa mahali. Haleluya. Amen. Unapokuwa kwenye biashara awe pamoja na wewe. Amen. Bwana siku. Haleluya. Huyo Mungu aliyekwambia nenda ingia kwenye hiyo ndoa na huyo kijana na wewe msichana, unapoingia kwenye hiyo ndoa awe pamoja na wewe.
Haleluya. Bwana asifiwe. Huyo Mungu aliyekwambia nenda kafungue hiyo huduma. Haleluya. Aliyekwambia kafungue hiyo huduma, uhakikishe kwamba kwenye hiyo huduma atakuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Yesu makofi mazuri. Iko sawa? Iko sawa hiyo? Au ni kali sana? Sasa tunajikuta tunaenda peke yetu na tunapiga yaani why ni kwa nini? Unaanza funga hata siku 40. Siku 40. Haleluya. Amen. Nataka nifungue biashara mahali fulani. Na hiyo siku 40 ukamaliza, lakini Mungu anaona. Lakini unaenda kufungua ile biashara. Mungu anaona. Utasema Mungu uko pamoja na kwenye biashara. Kumbuka kukwambia neno kafungue pale. Mawazo yako. Mawazo yako. Nimeomba sasa tunaenda kufungua. Sikiliza Musa. Yaani Musa huyu jamaa. Wakati wote alikuwa anaongea na Mungu. Lakini hawezi kufanya jambo kama Mungu hajamwambiaje. Go ahead. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini mpendwa, hatuna wakati huo. Na wakati mwingine unakuta ni nini? Tumejichanganya, ndio maana Mungu hawezi kuongea na sisi. Haleluya. Tumejichanganya, ndio maana Mungu hawezi kusema na sisi. Haleluya. Amen. Kwa sababu Mungu anataka kila tunachokifanya tumuhusishe. Haleluya. Ndio atupe mwelekeo ya kwamba ukienda una uhakika. Haleluya. Kwa sababu hauna uhakika tunapofungua bado kichwa chako nitafaulu kweli? Wateja watakuja kweli? Hii kazi nitakapo kweli? Au ulikuwa naomba nini? Kumbe ulienda Mungu hajakwambia. Hata kama uliomba Mungu hakukwambia. Na ndio unakuta tunafika mahali tunafeli. Haleluya. Na sijui sasa wakati umefeli unaandaa kuomba maombi gani sijui. Haleluya. Kwa Mungu umeniacha, Mungu umenikataa. Ulipoenda alikwambia niko na wewe. Ulipoenda kuanzisha hiyo huduma alikwambia niko na wewe. Ulipoenda kuanzisha biashara alikwambia niko na wewe. Ulipoenda kwenye hiyo kazi alikwambia niko pamoja na wewe. Musa anamwambia kama hautaenda na mimi, haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Usituchukue hapa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Tumpe sifa kwa mazuri. Hebu ujue Mungu alikuwa anaongea na Musa. Hebu tuende kitabu cha Hesabu. Haleluya. Numbers. Mwadhani ya gosho. Amen. Hata iwe Yesu. Amen. Hesabu 12. Sikiliza hapo. Nika nini ujumbe umecheza? My Lord. Na mtu ambaye Mungu anaongea naye. Bwana asifiwe. Amen. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa anamuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Miriam na nani? Na Haruni walikuwa ni watumishi wa Bwana. Haleluya. Amen. Lakini hawako wamefikia level ya Musa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Unaweza kuwa mtumishi wa Bwana lakini haujafikia level ya mchungaji wako. Level ya kiongozi wako. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Sikiliza hii. Miriam na Haruni wakamnena Musa kwa sababu ameoa mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Ni kweli? Musa alioa mwanamke Mkushi. Haleluya.
na Miriam na Haruni wakaona, wakaanza kuhukumu. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Haleluya. Kweli Bwana ananena na Musa, amenena na Musa tu, hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Haleluya. Musa na Haruni wanasema, kwani Mungu ongea na Musa tu, hata si anaongea na sisi? Haleluya. Unadharau huyo mchungaji, unadharau kwa vile mnatoshana kimwili, kwa vile havai kama wewe, kwa vile hana pesa kama wewe. Haleluya. Amen. Unamdharau kwa vile yeye, yaani unafanya miujiza kama yeye, unajua kuomba kama yeye, wewe ni mhubiri kama yeye. Haleluya. Amen. Kile kumbuka, huyo ni mchungaji na wewe ni mtumishi tu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ni mchungaji na yeye ni kiongozi. Ndio maana namwambia Mungu, hapa usituchukue kama wewe na mimi. Hasemi kama wewe na sisi. Nataka ushike pointi hapo. Haleluya. Amen. Hamwambii Mungu kama wewe na sisi, anamwambia Mungu kama wewe na mimi. Yeye ni kiongozi. Haleluya. Na hapa anaona mwanamke mkuishi au Miriam na Haruni wanaanza kusema vibaya. Haleluya. Kiongozi wao, mchungaji wao, pasta wao. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yawezekana ndio ameanguka. Sio mimi sitaanguka leo. Ninafundisha. Yawezekana kama ameacha njia, lakini ni mchungaji tu. Haleluya. Mungu alimpaka ni mchungaji tu. Kama uko chini yake, hauna sababu ya kumhukumu. Nataka kusaidia, piga magoti, ombea ile kasoro umeona. Haleluya. Amen. Piga magoti, ombea ile kasoro. Ndio maana Mungu atakuonyesha. Na usije ukaambia watu. Haiko Mungu hakuambia watu, Mungu anakuambia wewe. Haleluya. Oh, hichi kikundi cha intercessor, wacha niwashirikishe hili jambo. Angekuja kwa intercessor ukiwa kwenye mna intercessor huko kanisani, aseme na watu wote. Lakini alikuja kwako ndio akakwambia, akakuonyesha huyo ni temu, ako kwenye shimo. Haleluya. Wewe nenda kapige magoti kama wewe aliyekuonyesha hilo jambo. Umuombe ili atoke kwenye hilo tatizo. Haleluya. Amen. Shida ya Miriam na Haruni hawakwenda kuomba, akaanza kumsema vibaya. Hata mimi natoka mapepo. Haleluya. Ndio tulivyo siku hizi. Ndio maana yaani makanisa yamefunguliwa kwa mtandao wa kuasi. Haleluya. Amen. Na leo mtandao. Unapenda kusaidia Mungu kikuu. Haleluya. Ya makanisa yamefunguliwa kwa mtindo, ni watu wameasi kwa wachungaji wao, wakaenda kufungua makanisa. Ndio maana sarakasi zimejaa makanisani. Haleluya. Amen. Kila mtu anakuja na neno lake na mstari wake kwenye Biblia atakao simama nao, ya kuaminisha watu kwamba yeye ameitwa. Haleluya. Amen. Lakini ukiangalia huo mwito hauko sawa na neno la Mungu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Anachokifundisha hakiko sawa na neno la Mungu. Ni kwa alipokuwa kanisani akatuma huduma, akapewa huduma, akaombea mgonjwa akapona, akaombea mtu aliyekuwa na pepo likaondoka, akaombea mwanamke aliyekuwa na tasa, aliyekuwa tasa hadai akazaa. Haleluya. Kiburi kikaja. Hata mimi si Mungu anaongea. Hata mimi si Mungu ananitumia. Haleluya. So Miriam na Haruni, hata Mungu anasema na sisi. Haleluya. Amen. Na wengi makanisa kuna roho ya uasi. Mwanafunzi hawezi kumpita mwalimu wake, ila atafanana kama mwalimu wake. Na mwanafunzi wanasifu. Haleluya.
Lazima uheshimu yule ambaye Mungu amemweka mbele yako. Haleluya. Ili na wewe utakapoenda, wakati Mungu atakapokupa huduma, na wewe wale watakaokuwa chini yako wakuheshimu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Tofauti na hapo, kama uliasi, hata kwako wataasi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kilila kiburi cha Haruna na Musa na Haruna na Miriam. Hata si Mungu anaongea, ndio Mungu anaongea, lakini ameweka mtu mmoja kiongozi. Haleluya. Ama anamwangalia, ndio Musa anasema, Mungu wewe, nataka uende na mimi, lakini kama uende na mimi usituchukue hapa. Musa anakuja analoongoza, lakini anataka Mungu atembee ni Musa, sio na watu wote. Haleluya. Mungu akitembea na Musa, wale watu watafika mahali wanapoenda salama. Musa ni kiongozi. Mungu anaongea na Musa ili apeleke ujumbe kwa ile kundi aliyokuwa anaongoza. Haleluya. Mungu hapa anaongea na kila mtu katika ile hali ya kuongoza na kusimamia watu. Kuna yule kichwa alikuwa anaongea naye ambaye ni Musa. Na sikiliza sasa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Tupe makofi mazuri. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana, zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Yasi pamoja ya Musa. Sio mtu mpole alikuwa. Zaidi ya watu, yani huyo mpole zaidi ya watu wote ambao wako Kenya hii. Yani mpaka Mungu anasifia wewe ni mpole. Haleluya. Yani huyo amekuwa tofauti na watumishi wengi wa siku hizi. Sio wapole, wana kiburi, wanajiinua. Ndio maana wanatembea na mabodyguard. Huwezi kumsogelea. Na ukitaka kumuona lazima upewe risiti na utoe pesa umuone. Nataka maombi lazima utoe pesa uombewe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Musa alikuwa kama watumishi wa siku hizi. Biblia alikuwa ni mpole. Haleluya. Na upole wa Musa aliwiga kwa Yesu, maana Yesu pia alikuwa ni mpole. Maana Biblia inasema kwamba alipotukana alinyamaza. Haleluya. Nani? Yesu. Alipotemewa mate alinyamaza. Niambie wewe ndio wewe utakikutemea mate utanyamaza? Kuna mtu anaweza kujibu hii? Haleluya. Yesu akanyamaza. Kofi na ni Mungu akanyamaza. Yes, haleluya. Amen. Wewe mtu atakuchapa kofi utanyamaza kweli? Sio nimesikia nimelia tu ka na amesimama utanyamaza? Sinaenda kula hivi. Unaogopa kujibu, sema tu sura unajifunza. Lakini Yesu anakuja kusema tu akikupiga shamba la kushoto mpe la kulia. Akikunyang'anya ili koti tu na shati mpati. Sema mpole. Sema mpole. Haleluya. Amen. Hiyo ni ya mtu ambaye ni mpole. Haleluya. Amen. Hebu ingia kwenye matatu sasa. Mtu akukanyage hivi. Acha kunikanyaga. Mesha wakati unataka kumchapa kofi na umeokoka. Haleluya. Mjinga wewe. Sasa utasema tagasia wewe na umeokoka. Umetoka chachi. Haleluya. Sasa huyu mtu alikuwa ni mpole. Haleluya. Kuliko nani? Wanadamu wote. Hii inatuonyesha kwamba upole wake ulikuwa ni kama wa Yesu. Haleluya. Sasa anakuja hivi, anadharauliwa, anatukanwa, anatelewa moyo wa mate, anachapwa, lakini hajibu. Ananyamaza. Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruna na Miriam. Sasa Mungu amekuja kwao wote. Haleluya. Kuja kudhibitisha. Haleluya. Sio umesema wewe mtumiaji vibaya. Umemnena vibaya. Afanye ametenda dhambi. Amezini, anaongea uongo. Amefanya mabaya, amemkosea Mungu. Yaani wewe umekaa badala ya Mungu. Haleluya. Unakaa kwenye kiti cha hukumu badala ya Mungu. Mungu anaongea na Musa tu, si hata si anasema nasi. Haleluya.
Ukiona Mungu anakutumia, haleluya, mahali ulipo chini ya kiongozi wako, usione kwamba umefika, haleluya, usione kwamba unaweza. Endelea kunyenyekea, endelea kuwa mwaminifu, maanake uweze ukamwona Mungu na macho yomtii. Anaweka mtu mbele yako, haleluya. Huyo mtu aliyeko mbele yako ambaye ni kiongozi wako, huyo ndio Mungu wako. Utakapomheshimu yeye na kumtii yeye, umemheshimu Mungu na umemtii Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana unakuta kuna watu wanatembea na laana za wachungaji. Haleluya. Amen. Waliwasema vibaya, waliwasengenya, waliwarushia mikono. Maisha yalikuwa ni sawa, yakaanza kuharibika. Bwana asifiwe. Maisha yalikuwa ni walikuwa wamefanikiwa, mafanikio yakaisha. Ni watu ambao wanateseka. Mungu atusaidie sana. Ni watu ambao wanalia, wako kwenye mateso, maana waliongea wachungaji wao vibaya, waliwasengenya, walisema madhaifu yao. Wakati Mungu alipowaonyesha, badala waende waombe, walienda wakawatangaza. Haleluya. Amen. Walienda wakawatangaza, wakashirikisha wewe. Mungu amekuonyesha mwenyewe, unaenda kutangazia kanisa lote, unaenda kutangazia ushirika wote. Haleluya. Amen. Na wewe ndio Mungu, kuna sababu Mungu alikuonyesha, kwa sababu alijua kama unaweza ukahifadhi hiyo siri. Haleluya. Lakini kwa ujinga ukuweza kuhifadhi hiyo siri. Haleluya. Ukaenda kutangaza, ndio maana mambo yako hayako sawa, endi vizuri. Haleluya. Mambo yameharibika, mafanikio yameisha, mwili umepigwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Yesu, makofi mazuri. Bwana kanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwakukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana asifiwe. Watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita. Haleluya. Amen. Mmesema vibaya, mlikuwa kule nje, rudini pale kanisani. Haleluya. Rudini wapi? Pale kanisani. Alafu Mungu mwenyewe anakuja. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili, kisha akawaambia. Haleluya. Kumbuka wamerudishwa kanisani wakiwa watatu, Musa, Haruni na Miriam. Lakini leo anapokuja Mungu, anamwita Haruni na Miriam peke yake. Haleluya. Anawaita Haruni na Miriam peke yao, waliofanya makosa ya kumnena mtumishi wake vibaya. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa nini hakuwaita wote? Wakati wameenda hemani wote, akaita wawili peke yake waliomnena mtumishi wake vibaya. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mpesema kwa mazuri. Akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Haleluya. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Haleluya. Kama Miriam na Haruni ni manabii, mimi nitasema na nyinyi katika ndoto na katika maono. Haleluya. Vile ambavyo Mungu anaongea na washirika kanisani, sio vile ambavyo anaongea na mchungaji wao. Haleluya. Bwana asifiwe. Mpesi makofi mazuri. Niko mnaelewa? Vile ambavyo Mungu anaongea na washirika, sio vile ambavyo anaongea na wachungaji wao. Haleluya. Sasa kukiwapo nabii kweli, aliwatoa nje, maana Musa, haleluya, hafanani na Haruni, hafanani na Miriam. Upapa wa Musa ako nao, sio ndio wa Miriam,
sio wa Haruni. Haleluya. Upako wa Musa ni mkubwa kuliko wa Haruni na Miriam. Haleluya. Amen. Anawaita nje. Ndio. Ni mnajidai kwamba ni manabii. Haleluya. Lakini mimi siwezi kusema na nini, nasema na nini kwa ndoto na kwa maono. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua kwamba vile ambavyo Mungu anaongea na mchungaji sio vile ambavyo anaongea na washirika. Haleluya. Amen. Yesu, makofi mazuri. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Sikiliza. Vile anaongea na Harun na Miriam, sio vile ambavyo anaongea na Musa. Maana Musa kuna kitu cha ziada ako nacho. Yeye ni mwaminifu katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Amen. Kwanza amempa sifa ya upole, hapa anampa sifa ya uaminifu. Maana yake katika kumtumikia Mungu, yeye hakupinda, sio kama mimi na wewe. Leo uko kanisani, kesho huko. Haleluya. Mwambie ametangaza ni ya siku 7 au unakuja siku 3 na unaishia njia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kabla nikasema kwamba haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mchungaji ndio wa kwanza kufika kanisani na ndio wa mwisho kuondoka kanisani. Is it true? Is it true? Wewe ni mzao. Haleluya. Ndio maana Mungu anajivunia Musa, anasema huyu ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Watu wote wanakujaga wanapata mchungaji, wanaondoka na maana mchungaji. Alafu watu wanataka kusema kwamba Mungu anaongea na wao vile ambavyo anaongea na Musa. Mungu anasema Musa ni mwaminifu katika nyumba yake yote. Maana kila akija anampata kwenye huduma yake. Haleluya. Wewe ulianza hiyo huduma ukafika katikati ukawacha. Kwa hiyo huduma ya sasa ulianza ukaingia ndani, ikafika katikati ukaacha. Kwa hiyo ile huduma ya uimbaji uliingia ndani, ukaingia ulipofika katikati ukaacha. Kwa hiyo mambo unayofanya ya kimungu ulikuwa unatoa vizuri kabisa. Umefika katikati umewacha, ulikuwa unasaidia watu, umefika katikati umewacha. Ulikuwa unafanya mambo ya Mungu, mambo mazuri kabisa. Ulimtumikia Mungu kwa uaminifu, lakini umefika wakati umeacha. Haleluya. Na unataka Mungu aongee na wewe vile ambavyo anaongea na mchungaji. Kama vile Miriam na Musa wanajidai kwamba vile ambavyo anaongea na wao vile anaongea na Musa. No. Haleluya. Mungu anakuja kusema naongea na nini na ndoto na maono, lakini Musa, haleluya. Amen. Ndio anawaita nje wakiwa wawili. Musa Miriam anawaita nje wakiwa wawili. Ndio apate kuwafundisha kwamba msidharau mtumishi wangu. Nimemweka juu yenu, hata kama ni mdhaifu mumheshimu. Haleluya. Why? Mbona sio message ilikuwa na Mungu anaongea naye? Sasa sasa maandiko ndio kuna. Mungu ashaibadilisha ukweli mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu mwenyewe anawaita Harun na Miriam wapi? Nje. Sio mbele ya Musa. Akawaonya kule nje kwamba nyinyi hamfanani na Musa. Musa ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Tena Musa ni mpole kuliko nyinyi. Haleluya. Asante baba kwamba Musa ni mpole kuliko wanadamu wote. Haya tena. Kwa hiyo hata ni mpole kuliko Miriam na Harun. Alafu nataka upako wa Musa. Nataka upako wa mchungaji wako. Haleluya. Wanasema mchungaji anafunga siku 40. Wewe ukifunga unafika katikati unaenda unakula. Ukifika 20 unakula. Fika 10 unakula. Haleluya. Unataka uwe na upako kama mchungaji wako. Unataka uwe na upako kama mwalimu wako. Unataka uwe na upako kama mtume wako. Haleluya. Yaki funga anafunga 40 anamalizia, lakini ukifunga ukifikisha 10 au unasema hapana. Ukikutana na manazi njiani unanunua. Kana mtura unakula. Hata ujira kama kuna mtura ni ndani. Nyama iliyosongolewa. Haleluya. Haleluya. Ndio sababu basi. Haleluya. Bwana kwenye banda lako ni kawaida sio kama Musa. Alama ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Haleluya. Amen. Mpendo wote ni kwa hiyo huduma ambayo umepewa na Mungu. Ukitenda haki kama vile hiyo huduma Mungu atakuinua. Haleluya. Mungu atasema haijalishi. Haleluya.
Bwana asifiwe. Hiyo huduma ulioko nayo, Mungu anataka hiyo huduma uambukize pia watu wengine. Haleluya. Unapoifanya pia watu wengine waweze kusaidika, waweze kuambukiza wengine pia watakaofanya kama wewe, lakini wakiwa na kitu. Haleluya. Bwana asifiwe. Mpesi mazuri. Niko karibu kumaliza. Haleluya. Amen. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana na yeye akaniona. Mbona basi nini hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyu Musa? Haleluya. Sikiliza hii. Kwake nitanena naye mdomo kwa mdomo, maana wazi kwa wazi, wala si kwa mafumbo. Haleluya. Kumbe Mungu anaongea na Musa wazi kwa wazi. Haleluya. Nasema kama umbo lake akaliona, na aliniona, unakumbuka pale kwenye mwamba. Haleluya. Musa alimuona kwa nyuma. Elewa. Haleluya. Sema Musa ataona nini? Umbo lake. Na atasema nini? Kwa wazi. Vile kama Mungu anaanza kuongea na mchungaji, sio vile anaanza kuongea na wewe. Haleluya. Wakati mwingine mchungaji anapiga stori na Mungu. Haleluya. Mungu anamwambia ongoza watu wangu namna hii. Nenda ufundishe hiki. Nenda uwakaje jambo hili. Nenda waambie hivi. Sema wazi kwa wazi, mdomo kwa mdomo. Lakini nini? Ni kwa maono na kwa ndoto. Angalia saa iliyoko, wakati ambapo unaona ni kana kwamba wewe unatoshana na mchungaji wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Angalia Sara iliyoko, utaiona hiyo Sara. Haleluya. Bwana asifiwe. Sina hasira za Bwana zikawaka juu yao. Kumbuka amewatoa nje. Haleluya. Anawaongelesha vile ambao wanadharau mtumishi wake, kwamba wataongea nao kwa ndoto, kwa maono, lakini Musa ataongea naye wazi kwa wazi, mdomo kwa mdomo. Hapo akakasirika. Kumbe akiongea nao hapo amekasirika ili wamsikilize. Na tungine ukienda kuongea na mtu usiende ukiwa umekasirika hata kusikiliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukienda kuongea na mtu usiende umekasirika hata kusikiliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Nasema kwamba hata ukiwa na hasira, ukikasirika, usiruhusu jua likuchwe kama hasira yako haijaisha. Haleluya. Yaani ifike mpaka usiku naenda kulala na hiyo hasira. Biblia inasema Mungu akakasirika. Ameona vile ambao wamedharau mtumishi wake. Hasira za Bwana zikawaka juu yao, na akaenda zake. Hasira Bwana zikawaka juu yao, alafu akaenda zake. Mungu akawacha akaenda zake. Ameondokea. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama Miriam akawa mwenye ukoma, mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriam, na tazama yule mwenye ukoma. Haleluya. Wamemsengenya Musa wakiwa wawili. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Aliyepata na ukoma ni nani? Ni Miriam, sio Haruni. Sasa kuniambia kwa nini? Sio alimsengenya watu wawili. Haleluya. Lakini kwa nini Miriam anapigwa peke yake? Haleluya. Kwa nini Miriam anapigwa peke yake? Sio na Haruni. Walimsengenya wote, na Mungu amekuja akawaita wote wawili. Akawatoa nje, akaanza kusema nao. Mimi siwezi kusema na nyinyi mdomo kwa mdomo, wazi kwa wazi. Ila Musa anaongea naye, nitaongea na nyinyi kwa ndoto na kwa maono. Why? Alafu Biblia inasema hasira yake ikawaka. Biblia inasema hasira ikawaka. Akakasirika. Mungu anakasirika. Sio kwa Mungu akasirike juu yako. Haleluya. Mungu atusaidie sana.
Unafikiri mpaka uibe ni Mungu atakasirika? Au zini ni Mungu atakasirika? Hata unapokuwa umeshindwa kufanya huduma aliyokuaminia kwa uaminifu, naweza kufanya Mungu akasirika. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata utakaposhindwa kufanya kila ambacho alikwambia ufanye kwa uaminifu, anaweza kukasirika. Kwa mtoto wako ukimtuma dukani, umemtuma sukari aende alete bigishi, utamchapa. Umemtuma mafuta aende alete kahawa, utamchapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anasema Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba yake yote. Kwa yaani kumaanisha kwamba hao wengine walikuwa na madhaifu. Labda angalia sasa. Walimsengenya wakiwa wawili, Miriam na Haruni. Lakini anayepigwa ni nani? Ni Miriam. Why? Angalia matatizo sasa. Wewe unaenda kumsengenya mchungaji wako na mchungaji mwingine na wewe mshirika kanisa. Haruni alikuwa na mafuta, lakini mtumishi wa Mungu. Miriam alikuwa hajafikia level ya nani? Haruni. Lakini anamsengenya Musa na Haruni. Angalia sasa ile kidogo. Unakutana mtendeni hapo barabarani kwa unajua mchungaji fulani ni mbaya, yule alizini, yule aliiba, yule alifanya ABC na ana mshirika. Unaanza kuongea na yule ni mchungaji. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani unashiriki dhambi za watu wengine. Unajua zinawatangulia kwa nani? Jehanamu. Bwana asifiwe. Dhambi za watu wengine zinawatangulia nini? Kwa jehanamu. Unapofanya mistake tu unaenda kusengenya mtumishi wa Bwana pamoja na mtumishi mwingine kwa mafuta. Wewe ndio utakayepigwa, sio mtumishi atakayepigwa. Ilitokea kwa Haruni, kwa Miriam. Angalia sasa, wamemsengenya wawili, lakini anayepigwa ni nani? Ni Miriam. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu muangalie mtu mmoja, mwambie kuwa kiapo. Sio unasengenya watumishi wa Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Haruni akamwangalia Miriam na tazama yule mwenye ukoma. Kisha Haruni akamwambia Musa, Bwana wangu, nakusihi sana usituweke dhambi hii juu yetu, kwa kuwa tumefanya upumbavu na kufanya dhambi. Nani Haruni? Anamwita nani? Musa, bwana wake. Haleluya. Maana alikuwa mtumishi wa nani? Wa Musa. Na kusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imeagika hapa atokapo tumbo la mama yake. Musa akamlilia Bwana akasema, mpoze Mungu, na kusihi sana. Haleluya. Anaona sasa. Wale mnatuletea matatizo. Umeenda msengenya huko, unarudi kwa mchungaji niombe. Haleluya. Na umemsengenya tayari kule nje. Haleluya. Bwana umemsengenya tayari kule nje. Au unapigwa unarudi niombe. Anasili. Haleluya. Amen. Yaani ugonjwa na shida hiyo kama ni kwamba yaani huyu ambao aliyemkosea huyu anataka urudi kwake, lakini wengine hawajajitambua, wanatembea na laana wakizunguka makanisa na Nairobi yote. Anatafuta nabii ambaye ni mkubwa kuliko yule. Mungu alipo kwa yule nabii ndio yuko kapita. Yuko kwa mtume yule mwingine anayemuona kama ni mdogo, hana watu wengi. Huyo Mungu ndio yuko kwa. Sisi wote tunafanya kazi kwa tajiri mmoja ambaye ni Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa unazunguka Nairobi kutafuta wachungaji wakuwekelee mkono, watakuwekelea mpaka mbinguni na Biblia, lakini hiyo laana haitaondoka. Lazima urudi kwa yule aliyemkosea, akuombee ndio iondoke. Haleluya. Kwani Miriam singemwambia Haruni amwombee? Si Haruni mtumishi? Mbona Haruni hakumwombea?
unatendea maisha yako yamekuwa corrupt, hayako sawa, sababu ya kile ulichokipanda. Haleluya. Bwana siku. Kile ulichokipanda unazunguka, unanunua mpaka mawe kifagio, mpaka na mchanga, mpaka na stika ya mchungaji, mpaka na mafuta, lakini tatizo litaondoka. Lazima urudi kwa yule uliyemkosea. Wote ni watumishi wa nani? Wote ni watumishi wa Bwana. Haleluya. Na kama wote ni watumishi wa Bwana, sio kila yoyote anaweza kukuombea ile shida iondoke. Yule uliyemkosea utakapoenda kwake na kutubu, ndio hiyo shida itakapoondoka. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Usipojielewa utapanda mbegu sana. Haleluya. Utaweka mpaka shamba la hali, utauza mpaka gari, utauza mpaka nyumba ukipanda mbegu, lakini ataondoka ngumu mpaka usimdharau eti ana watu 10 na watu 5, bado ni mtumishi wa Bwana. Usimdharau ajue kuvaa vizuri, usimdharau kama hana gari, usimdharau kama hana nyumba, bado ni mtumishi wa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anasema huyu ni mpole kuliko wanadamu wote. Tena ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Alafu namsema vibaya. Haleluya. Usimwone vile anavyotembea, hana pesa, ndio, hana magari kama wengine, ukamdharau, ukamsema vibaya. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyo uliyemdharau ukamsema vibaya, huyo ndiye atakayeondoa shida yako. Haleluya. Utatafuta wale unafikiria wana upako mkubwa. Haleluya. Lakini hawatakusaidia. Shida yako na mtu mmoja tu uliyemkosea. Haleluya. Ambaye ulikosea Musa. Haleluya. Ndiye atakaye kuombea tu. Haleluya. Huyo ambaye alikuwa anakuongoza, huyo mwalimu wako, huyo mchungaji wako. Haleluya. Enda mpaka Mombasa kwa Ezekiel, hata kusaidia. Yeye mwenyewe atakwambia rudi mahali ulipomkosea. Haleluya. Yeye mwenyewe atakwambia, maana Mungu anamuonyesha rudi kwa mchungaji aliyemkosea. Haleluya. Utazunguka, utaenda mpaka hata ng'ambo, lakini shida itaondoka. Rudi kwa yule aliyemkosea. Haijalishi ana kiatu, hajali ajui kuvaa, hana gari, hana nyumba, hana maisha mazuri, lakini ameitwa na Bwana. Huyo ni mtumishi wa Bwana. Mheshimu. Haleluya. Madhaifu yake yasababishe muone kwamba yeye hafai au sio mtumishi. Haleluya. The Bible says kwamba Mungu anaviinua vilivyo vidhaifu kuviaibisha vilivyo vyenye nguvu. Haleluya. Anainua yule ambaye unamwona hafai, huyo Mungu anamheshimu sana. Haleluya. Anajua ni chombo chake. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nasema kama Musa akamlilia Bwana, akasema mpoze yeye Mungu na kusihi sana. Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angalimtemea mate usoni tu, angaliona aibu muda wa siku 7 na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7, kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena? Basi Miriam alifungwa nje ya kambi muda wa siku 7, wala watu hawakusafiri hata Miriam alipoletwa ndani. Baada ya hayo watu wakasafiri kutoka mahali walipokwenda mahali walipokuwa wanaenda. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Pamoja na kupona alipata adhabu siku ngapi? Siku 7. Mungu anampanish. Tatizo nini? Wengi watumishi wa Bwana. Kitakapopona hiyo shida, hilo tatizo, huo umbea na masengenyo uliyofanya kwa watumishi wa Bwana, lazima Mungu atakudiscipline. Haleluya. Ili akufundishe. Anambia siku 7 ndio safari iendelee. Akasababisha watu wako na safari. Wakatulia. Mpaka maliza adhabu yake ndio wasonge mbele. Haleluya. Yesu makofi mazuri. Mungu ni mwema na Mungu anatupenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni vizuri sana kuchunga uhusiano wako na Mungu. Haleluya. Usije ukamkosea Mungu. Pia kunena watumishi wa Bwana vibaya ni kumkosea Mungu. Anaweza kuleta laana kwenye maisha yako. Anaweza kuzuia baraka zako. Anaweza kufanya usije kufikia kile ambacho Mungu alikuwa anataka ufikie. Bwana asifiwe. Amen. Naomba usimame na miguu yako.
Unayo